ambayo umetulinda na umetuweka siku hii tena. Asante kwa jana na juzi. Asante kwa mwezi uliopita na mwaka uliopita. Na pia tunakutegemea siku hii ya leo, kesho kutwa, mwezi ujao na mwaka ujao. Tushike mkono. Nitumie tu kama chombo nikaweza kuzungumza na watu wako, nikakue baraka kwao, nikakue mshindi katika baraka zako. Nishike mkono. Pia ukawashike watoto hawa, ukawabariki. Ukawapatie neno lako jinsi unavyotaka wakalisikie, na ukawafungue kule wamefungwa kupitia kwa neno lako. Na ni wewe Mungu. Na tukimaliza tutasema unastahili kuabudiwa, maana ni wewe ambao unastahili. In Jesus name we say amen. Salimia mtu mmoja hapo, mwambie karibu siku hii ya leo. Welcome. Wasalimia wawili watatu, mwambie asante. Mwambie keti kwenye kiti chako cha muujiza na upate baraka za mbinguni. Oh yes. You may be seated now. Thank you for coming. Thank you for being part of us. And I want to make just an appeal to you. Let us be coming early. When this is the time that you are entering the church, is wrong. Let us be coming early. By 9 tukue tumefika 10, lakini sio saa 6. Tumekuwa na mtindo tumeandikiwa tukiregea utakuta watu saa 7 ndio wanaingia kanisani. Na it is not good. It's not a good indication, or we are not headed towards the right direction. We need to come early, respect the protocols of the church, so that we can have a service inaenda uninterrupted. Bwana asifiwe sana. Most of the time we serve in the ministry, we serve in our marriages, we serve in our businesses, not because we want to serve, but we serve because it is a calling. Many people think marriage is new friendship, ni tulipata kijana, ulipata mtu na mkakuwa pamoja. Ama uliandikwa kazi, ukaingia in a company, and then in that company you have become part of that company, or you have started, you are in a place that you are working there and given an opportunity to work there, and people just take it is just as usual. These things are all
a calling. To serve here, to come to church this Sunday, to be with us here, it is a calling. To be in that business ambao unaifanya ni mwito. Bwana asifiwe sana. Kuwa kwenye ndoa ni mwito. That is why many of us, we have failed in our marriages. Not because we were meant to fail, but we never understood why we got married. Bwana Yesu asifiwe sana. We never understood that marriage is a calling. We never understood that having lived with a man that has 32 teeth, mwanaume mwenye ako na meno 32, na mama mwenye ako na meno 32, ametoka kwao na culture yao, na wao umetoka kwako na culture zenu, mmekuwa kitu kimoja. It is a calling. Tell your neighbor, it's a calling. It requires God for you to survive in that. For you to be in a ministry like this one, it is a calling. You are not here by mistake. Na wale ambao walikuja kwa sababu ya mugurumo, they have all left. And they are still living. Because they came because of a particular reason. And this reason, they didn't find it because they didn't come here because they were told to come here. They came here because there is like a pressure that iliwavuta kukuja hapa. Therefore, they are not here because of a calling. They are here because of that pressure. Hako kakitu kalifanyika. That thing that happened, it is what that made them to come. Now, because they are not here, because that thing will not work, did not work, that's why you will not find them again here. Somebody came and hold a microphone kwa sababu umeona watu wanahubiri. People have been successful in preaching. They are commanding churches. They are commanding fellowship. They are known all over. They are in the waves. They are understood. And then you think, let me also go begin a church. That is not a calling. There are 3 types of people in life who are serving the ministry. One, ni yule ambaye aliitwa na watu. Kwa sababu uliongea siku moja, ukaongea mpaka watu wakasimama juu ya viti. Watu wakakuambia sasa wewe kuwa mhubiri na tutakusupport. Huyo ni mtu ameitwa na watu. Kuna mwingine bado na yeye amekuja akaangalia akaona kuko kuna pesa kwa ministry, kuna pesa kwa sababu ameniona nikiendesha KVX. Ameniona nikiendesha kigari kizuri, na baadaye last year nilikuwa natembea mguu. Sasa na yeye anajisukuma anasema huko niende nikatafute pesa. That is a self calling. Wewe ulijiita kwa sababu ya a need. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna yule mwenye aliitwa na Mungu, akaitwa jina yake Lillian, akasema here am I, God. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are 3 complete different sets of people. Yule aliitwa na watu, watamshabikia kwa muda, kisha wataondoka. They will leave him alone. Yule aliitwa na kwa sababu ya kagari, yeye atafanya juu chini kuhakikisha kagari kamepatikana. Atatumia unabii, atatumia uganga, atatumia sarakasi, atatumia comedy kuhakikisha amekamata wale watu wameendelea. Na ndio unakuta wengi wetu tumegeuka, tumekuwa waganga. Tumeenda kutafuta juju. Tumeenda kutafuta vitu ambavyo vya kufanya sisi tukafanya nini? Tukawashike watu ndio wakae nao. But when God called you, it doesn't matter how bad it is, how difficult it is, how unwell it is, utajikuta tu unajipeleka, unaenda. So ask your neighbor, what kind of a calling are you carrying? Calling yako ni gani? Muulize tu wewe ni mwito gani uko nao? Maana ukiwa na mwito, you can't surrender. No matter how difficult it's gonna be. Ukiwa na mwito wa Mungu, you can't surrender. Hata wakupeleke kwenye kona, hata wapigane na wewe, hata wakulete chini, watakulete chini lakini bado utainuka. Watangangana na wewe lakini bado utasimama. Kwa nini? Because it is not you who is pushing. It is God who
is pushing you. Because you are carrying the agenda of heaven. When you are carrying the agenda of heaven, there is no obstacle. Hakuna mtu wala watu ama kitu ambacho kina uwezo wa kukuzuia. Nobody can be able to stop you. Nobody can be able to do anything against you. Hata walete uchawi, hata walete urogi, you will still win, you will still conquer. But when you are called by people, kuchoka ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. But when you are called yourself, gari ikose kukuja, unasema wacha niende nikajaribu Mombasa. Kwa sababu haukusikia. Yule ambaye alisikia mpaka the place. Yule ambaye alisikia mpaka the time. Yule ambaye alisikia mwito, alisikia mpaka the situation. Na hata Mungu alimwambia. Maana Joshua wakati aliitwa, Joshua aliambiwa nini? Joshua, amka sasa. My servant Moses amekufa. Na kwa hivyo inuka, rise and go. Take my children where I promised their fathers. But again, God did not hesitate to tell him it will be hard. God did not hesitate to tell him it is not a walk in the park. He told him, be strong and be courageous. Be strong, that you have to be very strong and be very courageous. But remember, he tells him, I have given you Jericho. It is God. I have given you Jericho. But again, you have been given this Bible, but God is telling you, I'm giving you this Bible, but be strong and courageous. What does he tell you? He's giving fire to you. He's bringing a fire on your head. He's bringing fire on whatever that you're going to do. That the process you are starting today is not just a process, but something that will cost you, something that will make you cry. Because a calling of God, sometimes you will cry. Sometimes you will regret. Sometimes you will be alone. Sometimes you will be rejected. Sometimes you will be fixed into a corner. Why? Because you will never speak of your own, but speak of God. And when you are speaking of God, you don't speak the will of people. You don't go the way people want you to go. You go in a direction completely against the people. Therefore, mostly, watu ambao they have a godly calling, they don't have good friends. Bwana Yesu asifiwe sana. They don't have good friends. They don't have people that will come, this is my greatest friend. They don't have. Because today I am a friend, but tomorrow I'm told this man you are working with is not the right man for your calling. Because I'll come and point to you, this is the mistake you are doing. And you must stop because God does not want this. And that is it. Then you thought I am your friend, ati siwezi kukuambia maneno kama hayo. Sasa nimekuambia, and then you become angry, you go. Because you not want to be told the truth. That is when you know that you are called. When you know you can speak the truth, no matter the situation, no matter the congregation, no matter the place, no matter the time, all what you want to speak out is what that God has told you to go and speak out. You don't care what they are going to say about you. You don't care what they are going to do about you. You don't care what they are going to say, anything about you. That's the time you know that you have God with you. Because when God called me, he told me that be strong and be courageous. Then I went back to study what is to be strong and to be courageous. To be strong and to be courageous, I discovered it's one thing, disappointments. They will be in plenty. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are strong, when God told Joshua, be strong and be courageous, there will be rejection. Hallelujah. When God spoke to Joshua and told Joshua, be strong and be courageous, there will be downplaying. Hallelujah. When God told Joshua that be strong and be courageous, there will be sometimes you'll be defeated. And then God told Joshua that be strong and be courageous, sometimes you'll go angry. Sometimes you also people run away from you. Why? Because it is not going to be the bed of roses.
it is going to be a journey that requires your commitment. Total commitment. And not many people are with you because of commitment. Many people are with you because you are eating together. Many people are with you because you have a good name. Many people are with you because you are a leader. Many people are with you because you are doing something. Many people are with you because you have something that can be taken from you. You have something they can eat from you. But when the time for a real testing comes, all these people will run away from you. When the time for a real move comes in, these people will be not with you, but against you. Why? Because they were not called with you for this particular move. They were not called with you because for them they want to an achiever, somebody that has achieved. That's the person they want to work with. But they don't want to be associated with the journey of the achievement. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu anakubariki ama Mungu anakuanzishia, utaanzishwa kwenye msingi. Na katika msingi ule, kuchimba ule msingi, haukuangi msingi ambao ni kitu ambacho unaweza kujivunia. Nyumba hii ukaibomoa kule chini, mawe yaliyojenga kule ni mawe ambayo sio mazuri. Mawe sio maridadi jinsi unavyotaka nyumba yako iwe. But because this is a foundation, when you are building a foundation, you don't get the right stones. You get the beautiful stone, but you get the right stone for the foundation. Hallelujah. They might be ugly, shapeless, they might be big, they might be small, but they are the right stones to raise a foundation. What you need to have, it is not the shape of a stone, not the beauty of a stone, but the right stone to do the job. You need the right foundation for the job to be done. You need the right people around you for you to start up the journey that God has given you. You need the commitment of God to be with you, the commitment of you to be yourself, so that you can be able to move. Because it is a calling. It is not a study. It is not a theological thing. It is not a participation of anywhere. It is not an experience. It is not something that was imparted on you by somebody, but a call was given to you by God. Because before you were born, God knew you. Before you were born, God had prepared you for the success of what he intended you to become. When God has chosen you, he lays every program for you. When God has chosen you, every material for what he has chosen you for are already there. But what will happen along your life? He will be testing you. Are you ready? Are you equipped to operate the machines that is going to give you? Therefore, it all is determined by the calling. The kind of struggle you are going to go through will be determined by the type of a calling you have. Because some of us have been called to drive the bulldozers. Before you get to drive a bulldozer, have you gone to college to be trained for the bulldozing, to know how to brake? No, the issue is not how to drive that machine. The issue is how to handle and how to break the rocks using this machine. Because you can have a big machine, but because you don't know how to operate it, you end up destroying it. So God will bring you a bicycle. Then after that, he will give you a motorcycle. Then after that, he will give you a car, a KPK, old Ford Anglia. He will then give you a Toyota Corolla. Then he will climb you up until you get to the position where he wants you to have. Now, in this process of getting a bicycle, moving to a motorcycle, moving to something different, it is a tedious operation. It is a difficult thing. It is something that God sometimes will even deny you the access to anything. He will then make you walk. Yes, he's promising you big things. He will make you not eat, yet he's promising you goodness. He will make you not do anything, yet he's promising you to become great. He has said you're going to become a president of the nation. But if you look at yourself, you are living in Korogocho, kwa nyumba ya makaratasi. But he's telling you, you are a king. You are a product to become the president of the nation. You are going to have the biggest church in the country. But if you look at yourself, even how to preach, you don't know. Now, for you to become that which he has said, he prepares you. So when we talk of Isaiah, whom shall I send?
And Isaiah comes forth and says, here am I, send me. Bwana Yesu asifiwe sana. Whom shall I send? He says, here am I, send me. The beginning of the trouble of Isaiah start immediately. When he says, here am I. When you mention and allow yourself to be given that opportunity, it is the beginning of your destiny. It is the journey that you have started towards your destiny, towards your next move, towards wherever you want to go. Why? Because now the enemy have seen you have started the journey. What they will do is to make sure you don't get embarked into the journey. Because before God comes to ask you, before God comes to call upon your name, they tried to kill you. They tried to kill the pregnancy that you are. They tried to kill your mother. They tried to kill your father who was carrying the seed that is you, who was carrying the pregnancy, the mother who was carrying the seed that is you. Then they were not able to kill your mother. They were not able to kill your father. They were not able to kill the doctor who was to help you come out. And when you are being born, in that hospital, electricity disappeared and they had nothing. But somebody just appeared and assisted you. And she came and said, me, I'm a traditionalist. I know how to operate without having the electricity. Because God will always help you come out of a situation because there is a protection. You have been consecrated. You have been anointed. You have been set aside from other people. So you are not an ordinary person. You are not that kind of a person that people around you will look at it and they say, oh, this man is ordinary. You are not ordinary. This woman is ordinary. This woman is not ordinary. Whoever that has been called has been set aside. Whoever that was called is consecrated. Whoever that was called is anointed, is covered. The anointing of a called person does not begin when you are being poured an oil on you, but it started before you are born, before your mother and your father came together. That is the time the anointing was on you. The anointing of that time is not the anointing that you operate with when you become into real sense, the real leadership. When the real leadership comes, the anointing that you carried when you were born. Jeremiah 1 verse 4, before you were born, I knew you. I consecrated you, set apart you, and then anointed you for the nation. That anointing is not the same as the anointing I am using now. It is not the anointing that you are using now. Those are two different anointings. Because when that one was to cover, that anointing was meant to cover and protect you so that the enemies will not be able to recognize you. Until the second anointing, when it comes to uncover you and produce the purpose you who have been called. Yes, you are called. Before you are born, you are called. You are set aside and consecrated to become a prophet unto the nation. Now, the responsibility that you are not going to do has not yet been identified to you. Until the time now Samuel is going to come and pour oil on your head. Once Samuel does that, a spirit of God will come from the person, the other person, and it comes into you. When it comes into you, now from there, the battles of birth zinaondoka. Zile vita za kuzaliwa, zile vita za kinyumbani zinaondoka. Unafunguliwa vita vya kihuduma ambayo Mungu amekuitia. Bwana Yesu asifiwe. Now that is when you will encounter the demons of destiny. The demons of destiny, they come when you are announced. They will not come until you are announced. They will not come. But once the day you are announced, now the demons of destiny, they come, they take over. They start moving now with you, destroying you, maiming you, talking against you, fighting you, destroying you, dismantling you, bringing you down so that you cannot be able to move, because they were not able to kill you when you were young. They were not able to kill you kill your mother when the mother was carrying the seed. They were not able to kill your father when the father was supposed to come and meet
so that they can be able to produce that seed that is you. Now, when Samuel comes and announces you, new fresh enemies will come. So in every call of God and in every step that you make, there are new demons that will come in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Before you were married, there was the demon that walked with you when you were a girl. There are demons that walked with you when you were a boy. But when you get married, the demons of girls, demons of boys, they will disappear. Then there will come demons of marriage. Bwana Yesu asifiwe sana. The demons of marriage, when they enter you, they will now deal with you, discourage you, fight you, cause you to start now seeing red flags, blue flags, yellow flags, and even green flags. You will start now seeing mistakes that you are not seeing from this man. Now you start hating him. You start walking. The guy that you used to love, you no longer love her. The boy the man you used to love, you no longer love her. The man that you say this is a very faithful man, he's always honest man. You start seeing this honesty in him. Why? Because you have entered into another phase that you did not see. The dishonesty of the man, the demons will come and tell you, this man has another wife somewhere. The demons will come and tell you, this man is lying to you. The demons will come to tell you that this thing is happening. Why? Because of A, B, C, D. Why? Because now you are on another level. When you are on another level of the demons, these are not the boy demons. Those are girl demons that you are praying around. This another demon that they want to make sure this marriage will not stand. They want to make sure this marriage will not go. People will come from far nations and they come to work with you in a company you are working, only to come because they have been sent by demons from far to come and make sure they contain you. They capture you because you have not been captured by Kenyans. The Kenyans you are too strong for the demons that is being held by Kenyan men. Now a Uganda man will come, a Tanzania man will come, a South African man will come, an American man will come, and this man will give you something small. And from there, you start singing the tone of the demons that destroys your destiny. This will only happen after once you get into the door. When only you get where you are supposed to go. When you get where you are supposed to make a move of your life, that is when these demons will come. After you win against these demons and they go, marriage inakaa vizuri, una win because it is a battle. For you to sustain this pressure of the early marriage life, the few weeks marriage life, the few years marriage life, if you are able to win this battle, God will give you children. And in the process of now God giving you the children or settlement of marriage, then these demons will die, all of them. A new group, a new set of demons will come in. And this set of demons now, it is tormentation in life. In marriage, you are tormented. In marriage, you are beaten up. In marriage, you are done everything bad. In marriage, you are still clinging into marriage. And you are still saying, oh, I want my marriage to survive. I want my marriage to stand. I want my ministry to stand. I want my business to stand. You fight and fight until you defeat these demons. Then you are promoted to the next level. Until now again you win that, you are promoted to another level. You win that, you are promoted to another level. Demons will never stop attacking you. Demons will never stop fighting you. More especially the demons of destiny. They will forever until you die, they will still fight you. And we have even seen them in the courts while you are in mortuary. They are still fighting you. They are still saying this man is not going to be mad to be buried here. This man is going, we have to understand how much money he had in bank account. This money has to be subdivided. Then that is you see another children coming up and saying, this was my father. We need a DNA. Those are still the demons of destiny. So you are not going to stop it. If you abandon that man because you think he's relying on you, know where you are going. You are still going to face another challenge. You are still going to get another problem. You must either stick or stop whatever you are doing. Bwana Yesu asifiwe sana. You either stick. If you came here in this ministry and you are disappointed and you are not happy because you never expected what you expected, the next place you are going to see to be disappointed. Until you defeat that demon,
Because if you look at it, you see there is a pattern. Koki, I wanted to marry you, but now we are not moving well together. See whether you had another man and the same thing happened. If you see same thing happened, then you are the problem. Yes. If I wanted to marry you, my girlfriend now, and we have agreed, and we have started a journey, but all of a sudden something happened somewhere. Now we're feeling that I don't want you. I don't want this because of this. And go back. See the previous boyfriend or the previous man that was in your life. If something similar to that you are talking now is still the same story, then then the man is not a problem. It is you who is the problem. Go and fix the problem. Because even the third man you are going to get, you will encounter the same problem, because it is a demon that is standing there to make sure you never get married. It is a demon standing there to make sure you never succeed. It is a demon standing there that because they know in your marriage you are going to flourish. In your marriage you are going to be successful. There are people that will only be blessed when they are married. Hallelujah. There are people that will only receive the anointing from heaven when they are married. And that is why so many people come and tell me, you get married so that God can bless you. No, me, I'm already blessed. I'm already blessed. If you are connecting marriage with this success, I am a successful man. A very successful man. So you know that? A very successful man. My challenges are not in marriage. But my challenges are in the destiny of the nation, not the destiny of myself, the destiny of the nation. When I will be able to get into that level of capturing the destiny of the nation, that is when now I will rest and say, I have won battle one. Because since I was young, I've always found myself talking of the nation, trying to fix a problem in the nation. When there was tribal clashes, God used me to stop the tribal clashes. When I was in Mungiki, I was fighting for the Kikuyus. I was fighting for the destiny of the Kikuyus. When I got out, I came to church. I have found myself, see, Zenzi is here, Ruto is here. I'm still speaking about them. Now I realize this is my line. Because since I was young, this was what I've always tried to do. Therefore, this tells me this is my line. So I am here as a person holding the key to unlock a particular problem that affects the nation. Therefore, this is my mission. This is my purpose. This is my calling. So don't associate my calling with your marriage. Don't associate my calling with a woman. My calling is not in the women. My calling is in the nation, the key of the nation. Ask yourself, what is the calling that you are carrying? What is the key that you are carrying? What kind of a person are you? What kind of a man are you? What kind of a woman are you? What kind of a youth are you? What kind of a generation are you? Who are you? What were you called to do what? What is your responsibility? What is your purpose? And therefore, I'm asking, who shall I send? So when you are being sent, when God is asking you of who shall I send, He's asking particularly on a particular mission. The mission that Isaiah was sent for, it is not the same as Moses. The mission of Moses was not the same as of Elijah. The mission of Elijah, remember Elijah relieved his coat and the anointing went to Elisha. But if you look at Elisha, what Elisha was doing was completely different from what Elijah was doing. Yet the anointing, meaning anointing is one but directed towards God's discretion. It comes only in a particular reason. It comes only in a particular way. It comes only in a particular move. If there is no move like that one, then you have no goal. Your goal must be associated to a particular time, a particular season, and a particular reason. Your marriage must be associated with a particular time, particular reason, and a particular season.
You can't just get married just like that. You can't just get a man in your life just like that. You must get that man. And that's why many of us, we made mistakes. Why? Because we never looked at time, season, and the reason. Time, season, and the reason. Because those things must work together. Time, season, and the reason. You can't come to my life before you get married like man of God like me. Before I get married, I need first to identify the calling that is in me. The moment I know the calling that is in me, now I know I am called to do this. This is my line of calling. This is my line of duty. This is my line of operation. Then what will happen next? I will go looking for that woman that will be able to support the vision, the calling, and the desire of God in me. Because you will, if you don't understand your calling, if you don't know who you are, then you will get this woman and there's a wrong woman in your life. You get this woman and there's a wrong woman of your life. So what you'll do, you will get a calling. Yes, you'll be moving, but she will come to drag you. She will come to stop you from going to the next level of your life, because she does not understand why you are not in the bed in the middle of the night. She does not understand why you are not in the house for the next 2 weeks. She does not understand why you've been coming late in the house. She does not understand why for the last 2 months you have never been in the house. That you are praying. Every time I'm praying, every time I'm worshiping, every time I am in Katolong, every time I'm in Heaven's Gate, every time I'm here, every time I'm doing this, every time. Why? Because you never understood that was my calling. And this is the mistake that many people, and be careful. Engage a person, then walk with that person for a few days. Get to understand how will he react over you. How will she react over you? It will tell you this is not your material. This is not for your calling. Because the calling, when you are out there, when you are doing things out there, this person is meant to come and supplement what God has given you. He's supposed to be there to make sure, to support you, to pray with you, to press you, get there deeper. But if urakinya thaa cigana kotegũkaga ũmũthĩ, if those are the questions and God has told you just drive your car to Ngong, you go sleep there. I want to talk to you. You are in Ngong, then saa 8 usiku a call, ithe wa Njoroge kocereirwo kũ? Then you know this person does not understand what type of a person you are. Then know, if you are in a company and you have gone out of your way and gone to look for business for your company, you have traveled to Kisumu, you have traveled to Kakamega, for 1 week you have not been in the office, then the management comes and asks you, where have you been the entire week? And you've been meeting people here and there. Then the second question they ask, whose money are you spending? Then you are not able to tell it is my money. So they think, is this man trying to take our company away from us? Then you realize you are in a company that does not value you. You are with a person that does not understand you, because you have gone out of the way to make these things succeed. You have gone out of the way to make work. But they don't see. When you use your resources to make things work, because you know how to connect with the people, and the people will support what you are doing. The people will come and give money for what you are doing. And the bosses there, they think you are still spending their money. And there are no coin that has been withdrawn from the bank account. They don't understand you. You must be able to understand the calling that you have. You must be able to understand why you have been called, why they have been called, and why they are existing. If you don't understand the existence of people, then you are in the wrong place. Understand. Before you make that engagement, before you make that move, before you make that serious move towards that company that you want to join, make a spiritual survey.
Know whether these people, they will understand you. Know whether you have been called. And again, once you have understood that I have been called, yes, I am called. But what is my purpose? What is the purpose of my calling? What is the purpose of my direction? The moment you know the purpose of your direction, where you have been called, the right people will come, and you'll be able to know this person is right. And when the wrong people, when they come, you'll also know immediately this person is a wrong person. You'll either choose to work with them for a particular time, but you also have the discretion to send them away, to reject them and tell them, no, there is no vacant. Yet there is a vacant. You are looking for a person, but you tell them, now I don't need this position. Is not vacant, yet it is vacant. Why? Because I have looked at you, I've spoken to you, and I have seen you don't deserve the position. This is the reason many people are suffering. This is the reason that many people, they don't know how uelewi nini unafanya dunia hii. Most of us, we don't understand why we even exist. Tuko hapa, just walking, just living, just being there. Not because we are not human beings. You don't know what kind of a human being you are. You must be able to know what kind of a human being that you are. In the book of Isaiah 6, verse number 8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? It is not only who shall I send, but who will go for us. So God is looking for a person to send, not just to send, to be a representative. Bwana Yesu asifiwe sana. Not only to be sent, but also to do what? To be a representative. Therefore, he asking, who shall I send? Then I heard the voice of the Lord saying, who shall I send? And who will go for us? So the sending is not just a sending. Sio kutumwa tu unatumwa. Sio tu kuambiwa unaambiwa amuka sasa enda. Kuna kusudi unaenda. You are going for us. So you are being sent to represent. You are being sent to go and do what we have sent. You are going to do exactly. Unaenda kufanya lile jambo ambalo tunataka ukalifanye. You are not going there just for your sake. You are not going there because wewe unatumwa tu, umeitwa, mafuta ndio hiyo imetiririka, mafuta imemwagika, sasa yeta ati unaenda kufanya vituko zako. Hapana, niko hapa kwa kusudi la kutumwa. Kwa nini? Kwa sababu fulani ambayo walitaka nianze kufanya kazi. I am going for them, not for myself. I'm not going for my sake. Ninaenda for the sake of my sender. Bwana Yesu asifiwe sana. I am getting married, yes, for the sake of my sender. Because whoever that I get married to, or whoever that I get in my life, or the kind of a business tunaenda kuanzisha na wewe, it is being a commissioned business ambayo nimepatiwa na Mungu. Kwa hivyo wakati nitaanza hiyo biashara, nitaanza biashara na watu ambao wanastahili, watu ambao wameitwa pamoja na mwito huu, watu ambao ni wa mwito. Kwa hivyo nitatoka hapa niende Mombasa nikutane na mmoja, nitatoka hapa niende Kawangwale nikutane na mwingine, nitatoka hapa niende Kangemi nikutane na mwingine, nitatoka hapa niende Nyeri nikutane na mwingine, nitatoka hapa niende Tanzania nikutane na mwingine. Watu walio na mwito kama huu ambao wametumwa. That is the reason who shall go for us. Kwa hiyo sio mtu tu, sio kwa sababu uko kwa hii kanisa, kwa hivyo uko kwenye mwito huo, uko ndani ya mwito. Hapana, kuna watu tuko nao hapa hawajielewi, hawajui kama tuko A ama tuko B. Tuko na wao hapa hawajui ni nini tuko nacho hapa. Wanafikiria ni zile kanisa za kawaida mnaedaga. Wanafikiria bado hapa ni matuta. Wanafikiria bado hapa ni wapi, ni kuuza handkerchief na kuuza maji. Wanakuja tu hapa kwa sababu wameona ni kanisa. They don't understand why nimeitwa, kwa nini, na nimetumwa kufanya kazi gani. Lazima uelewe. Lazima ujielewe. Usije ukapotee, maana utakuja, you hang around with us. Unakaa pamoja, tunakula, tunakunywa, lakini sisi tuko kazini, wewe umekuja kutukalisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio unakuta mtu akikaa kidogo anachanganyikiwa, anatoka, maana hakutuelewa. Tulipokula tulianza kulala,
Yeye alikuwa anafikia tulipokuta tuende tukalime. Sisi kazi yetu tuliambiwa laleni, mgoje kesho asubuhi ndio tunaenda kazi. Na yeye alikuwa amekuja kufanya nini? Kufanya vituko zake. Anakosa hizo vituko na anaondoka. Anasema, kanitha kauni dadi ni ndio nile Ngai. Ndugimuona, hauwezi kuona Mungu. Hauwezi. Maana you have no eyes for this. Hauna macho ya kuona. Lakini ukienda kwingine utafika kwa Wakorino hapa nje na uone Mungu na uanze kuruka. Na uone umeanza kufanya kamguu, umeanza kuruka hivi. Kwa sababu huko ndio umeitwa. Enda huko rukaruke. Linaye na libakaye linokonto. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be able. Na ndio ukiweza kuunderstand na ujielewe vizuri, utafanya exploit. Utakuwa ukiongea neno moja tu linatisha dunia mzima. Utakuwa ukiona kitu kimoja because you are where right. Uko mahali unahitajika, kwa wakati unapohitajika, kwa majira ambayo yamekubalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini when you are in the wrong place, you will struggle. When you are in the wrong marriage, you will struggle. When you are in the wrong business, you will struggle. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio tatizo kubwa ambayo tuko nayo. Hiyo ndio tatizo ya jamii. Akaulizwa, ni nani yuko tayari kutumwa akafanye kazi yetu, akafanye jambo letu? Kwa hivyo hii imenipelekea kuweza kujua ni nini, kwa nini Mungu anakuita. Kuna sababu 3 ama kuna sababu 4 hivi ambazo tutaziangalia zinazoshughulikia kuonekana kufanya mwito wa Mungu unalete nini katika maisha yetu. Tukiangalia kitabu cha Exodus 4:3 mstari wa 4, Mungu alimuita nani? Alimuita Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. He called Moses and he called Moses in the bush and he said, here I am. Moses was called in the fire. When the Lord saw that he had turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses, and he said, here I am. Watu wote wameitwa walisikia sauti ya Bwana na wakaweza kujua huyu ni Bwana. Kitu cha mwanzo unafaa kukielewa hivyo. Walisikia sauti ya Bwana, lakini pia kuelewa ni Mungu anazungumza na wewe. Kumbuka Mungu alimtega sana. Alipomtega, Mungu alitembea na yeye kinyume nyume. Alimfuata kinyume nyume, akamfuata tu. Mahali pote Musa alienda, alimfuata. Mpaka wakati aliangalia, when he turned aside, wakati aliangalia kwingine, Mungu akamuita, Musa, Musa. Na akasema, huyu mimi, niko hapa Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna kule kutambua. Kujua umeitwa ni kujua kutambua ni nani amekuita. Haleluya. Kama haujui ni nani amekuita, utakaa hapa na utakauka hapa. Kwa sababu kujua aliyekuita, utajua sauti yake, na katika kujua sauti yake utaweza kuelewa ana malengo gani kwako. Hiyo ndio kitu cha muhimu sana. Kuelewa ni malengo, kuelewa sauti ya aliyekuita. Mbuzi zinasemekana, mbuzi zinamjua mwenyewe. Kondoo zinamjua mwenyewe. Sasa katika kujua ule mwenyewe, lazima sauti wanaijua. Alipoitika na akasema mimi niko hapa, kisha akapatiwa mawaidha, akapatiwa maagizo atafanya nini, akapatiwa direction ya kufanya. Nipatie next verse please. Akaambiwa, akapatiwa maagizo. He was given the reason why he has been called. God cannot call you without a reason. God cannot call you without a discretion. Then he said, come no closer. Hello. Come what? No closer. Usinikaribie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu anapokuita, ujikute umemkaribia sana, si Mungu alikuita, ni shetani. Ukaingia kanisa kama hii, unasema uliitwa, na ukakuja hapa ukajawa na mazoea kwenye nyumba hii, basi hukuitwa, hujaitwa, ulijileta na miguu yako. Ukakuta umezoea, uko na mazoea kwa kila kitu kinachofanyika hapa. You are no longer in it. You are no longer walking with it. You are no longer where God wants you to be, because you are used to that man of God.
You are not called here. Then he said, come no closer. Remove the sandals from your feet, for the place on which you are standing is holy. Remember, when he walked, akitembea peke yake, he walked on the same place. But when the call came, the place became holy. Bwana Yesu asifiwe sana. When you saw me on TV, when you saw me on something, when you see something very far, immediately the call comes, the entire situation around you changes. Musa alikuwa amesimama mahali hapo kabla hajaitwa, and it was an ordinary land, an ordinary place, labda ilikuwa ya cotton soil, na alikuwa anatembea na gijera zake, lakini immediately the calling came, automatically the situation changes. So the calling that umeitiwa, it is supposed to change you immediately. Lakini kama umekauka venye ulikauka, hata kabla usikie sauti ulikuwa umekauka, umesikia sauti bado umekauka, you are in the wrong place. Kama ulikuja ukazungumziwa na mzee akakwambia sasa nataka ukue wangu, na ukakataa kuchange, bado unamuita babe, bado unamuita darling, bado unamuita ile maneno, bado unataka kumumunywa, bado unataka kuonekana hapo, then you are with the wrong place. You didn't hear the calling. Wewe ndio ulisikia masauti peke yako ulitaka kusikia. Maana kuna wengine hapa tunasikia sauti ile tunataka, mpaka tuna make noise. Nasema God has spoken. Nani wewe umesungumuza? Ati nimesikia kitu kimeniambia. Kitu gani? Ni kitu gani? Mbona si mtu amekwambia ulisikia kitu gani? Lazima Musa alisikia Mungu. Isaia alisikia Mungu. Elijah alisikia Mungu. Wewe unaniambia ni ndaiguire kindu kiajareria. Kindu kiriku? Ndaiguire kindu kiajareria. Uliwaigua kwa kindu kiraria? Kindu ni kindu gikoragwo kihito kihana ati. Kindu kiu kiraria. Ni kitu gani ilikusukumusia? Wewe unaabudu Mungu gani kama Mungu wako ni kitu? Na ukasikia ati Mungu ati kitu kinakusukumusia. This a wrong message inatoka kwako. Na ukisikia ndio kube ni sauti ulisikia mgurumo ya tumbo. Umekula maharagwe bichi ukasikia mgurumo ya tumbo. Ukasema Mungu alinisukumsia jamani. Nilisikia sauti ya Mungu. Na ilikuwa tumbo ilikuwa inasema niko tayari kutoka na nitatoka kwa kishindo. Sasa ondoka mbele ya watu nakuja. Ukaanza kusema stori zako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri uendelee, usikilize na uelewe kabisa. Hiyo ni Mungu amesema ama nani? Gideoni alijaribu Mungu mara karibu 4. Mungu anamzungumzia live. Anamwambia wewe, geuza mahali hapa. Akaweka karoa, akamwambia sasa hii karoa kakue na maji lakini huko kusikue na maji. Na anaondoka na anatembea. Anakuja anakuta kumbe Mungu ni faithful. Anaweka maji. Kisha anaambia Mungu, sasa nimeona hiyo lakini mimi bado sijakuamini. Sasa nataka karoa kakue dry lakini huko hije kukue na maji. Mungu ni mwaminifu. Akakuja akafanya hivyo because Gideon hakutaka kubahatisha. Alitaka kujua kwa uhakika ni Mungu, si kitu kilimzungumzia. Tikiodo kiajare hili. Niga na mali lione kiodo. Bwana Yesu asifiwe. Ati nidonete wewe no muthuri wakwa. Ukihikari ati nidonete unwe muthuri wakwa. Agicenjeirie ku. Vumilia, pambana na hali. Ngangana kabisa mpaka akue bwana ambaye uliona. Bwana si ufike katikati uweze kusema sasa mimi sitaki. Ati ndiraona ina tari ngoma. Tu ola dahikiri. Acenjeirie ku. No igirire bedroom ukimukora agicenjia. Wacha kuniangalia vibaya. Tena ni ngoma dahikire. No ahoyete Ngai ukihikira ngoma ĩyo. Wamenye atwekeire ngoma kwa alikuja akafanyikia shetani wapi? Siko. Atwekeire ngoma ko. Do you recruit people? Ni recruitaga andu a ngoma. Ask yourself this question. Ni recruitaga andu a ngoma. Tondu wake ndiagitwekire no ni ngoma ndahikire ri. Ugo kumacia we ngoma no wa recruitire ngoma.
ndio naona tunaambiwa before you get involved in any business, in any deal, get to research about it, get to know about it. Sio kuingia tu kwa sababu umeona watu wanauza magold na unakibiria unaenda kufanya kazi ya gold. Hapana, jiulize swali kubwa. Gold hii ilitolewa wapi? Ilichimbwa na nani? Na inatoka wapi? Na ndio ifike hapo. Kwani dunia mzima wewe tu ndio ulikuwa unastahili kuonana na hiyo gold? Ati ndio sasa wewe ndio uko na mnyakate, hey God came, I saw God. When Uzia, nani alikufa? Uzia died. Bwana asifiwe sana. Before any transaction that happens in you, kabla jambo lolote litendeke kwako, lazima Uzia akufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima Uzia. Uzia ni nani? Ni wewe, jitu lewe. Wewe ambao ulikuwa jitu la jike. The woman that was you. The girl, kipande cha mwanamke kilikuwa kinajipika malipstick, kinaweka nini, kinakaa, kinavaa ka miniskirt, kinatembea, watu wanatembea, makucha zimeenda zimekaa kama za jege hivi. Yaani ukiona mtu ako sura ingine, lazima huyo mtu kwanza akufe ndio uweze kuona mume. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo mtu lazima afanye nini? Akufe ndio mtu wa mume apatikane. Naye mume mwenye ambaye alikuwa anaona kasichana kakila kakipita, kaskati kakipita hivi unaona mpaka macho amejikuja mpaka mdomo imeenda kolbo, lazima huyo mtu wa kuona vitu vingi akufe. Ndio huyu mwenye amekufa pande huu na huyu amekufa wafufuke wakiwa na kitu kingine kipya. Even in business, ya shady deals, ukora, umang'aa lazima ikufe. Wakati mimi angalia, when look at my struggle, how things have been working around me. Mimi umungiki haikuwa imenitoka kabisa. Bado ninaitaka umungiki inaanza kuchipuka kidogo. Naye Mungu anasema, ananikanyagia break, anasema lazima hiyo kitu ikufe. Ninakaa kidogo naona kule kwa politics gade kwa gadi mwana naanza kurusha jicho. Mungu ananiambia hiyo ni umungiki, kanyaga. Because ananikanyagia. Nakaa kidogo naona Ruto amefanya. Mungu anakanyaga kaka. Ananikanyagia mpaka nikufe ndio Mungu anitumie vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So wewe ukiona kimutu kama hiki hakijakufa kabisa, vumilia mpaka kikufe. Kuja ukisaidie kikufe ndio Uzia aotoke, Isaya atumwe kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utile anamudhurio unaona haya mkorogo bado hajakufa. Bado ni mang'aa. Huyu mzee unaona hapa amepolea hapa. Unaona mpaka amefunika mdomo kwa sababu ako na umang'aa yake. Lazima ikufe kabisa mpaka afufuliwe, ainuliwe yule mtu Mungu alitengeneza akuje hapa duniani. I am not yet. Hata wewe you are not yet. Hakuna mtu mkamilifu. Kila mtu ako na tu problem twake, ako na tu vitu twake, tukiodo twake tumemshikashika, kingine kameshikilia hapa, kingine kameshikilia hapa, kingine kameshikilia hapa, mpaka wakati hizi vitu zitaenda. Na vitu vingine ni stubborn, zinakaaga. Zinakaaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vikikaa utajikuta umenyoswa pole na Mungu. Na hizo vitu kungolewa, having'olewangu na watu, vinang'olewangwa na Mungu. Na wakati Mungu anaving'oa, kubali tu ving'olewe vizuri. Kama mimi wakati nang'olewagwa mpaka nasikia, ukinikuta kwa ofisi nasikia uchungu, kumbe kuna kitu kimeng'olewa. Nasikia hapa maneno imesemwa yangu, maneno mingi baya unasikia mpaka unasema ngai onaoshe no aliende tusiako. Unasikia ati ni yani alikuwa anasema, unasikia ni Shiko alikuwa anasema, unasikia ni Lilian alikuwa anasema. Unajifungia tu unasema the people you really trusted ati ni koki. Unauliza hii maneno umetoa wapi? Ni koki. Koki. Paka unashinda upigie koki, usimpigie. Unajifungia tu kwa kanyumba. Ndio unaonanga kanyumba kako na milango mingi na fuga yote. Nauliza Mungu, what is this? Unasikia ile sauti ambayo alikuita nayo. Anakuambia mwanangu, ninakutengeneza usijali. Koki ndio mchungaji wako kwa sasa. Haleluya. Yale maneno magumu uliyoyasikia kumbe ni mchungaji wako. Na kwa sababu siwezi kuja huyo sasa aanze kunihubiria, atatumiwa vingine kunifinya. Anakufinya. Sasa kubali unapofinywa. Yes, finywa.
Unapokutana na mwanaume jambazi, kubali kukaa na yeye tu, kavumilia tu, vumilia, muteithie kucenjia, tiga kumurira, tiga kumira ati riu gari ndaremwo, don't run away, muteithie gucenjia, kiu wona kiuru ri, muteithie gucenjia, wakorwo wetuge kindu kiuru. Wakorwo ni urona mundu mwe ni mumaraya, no mumaraya wonaga thiini wake, unaonaga tu yeye ni mumaraya, chunguza sana wewe ndio maraya, sio yeye. Wewe kalio wewe na maitho. Wewe tu ndio uko na macho ya kuona ujagiri ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiandikwa kwa kabuni, ukiandikwa kabuni ya buruku zaidi, wewe tu ndio unaonaga makosa ya watu. Ukitoka hapo ufutwe kazi hapo, uende kabuni nyingine, bado utafutwa. Reason the same. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja kanisa hii, kila kanisa uko hapa hakuna roho. Hapa nasikia hakuna roho. Unatoka na wewe huna kanisa, wewe mwenyewe unajiita pastor, hauna kanisa, lakini unajua kudetect mali kuna roho na kule hakuna roho. Si uende kwa store ya roho uweke na ufungue kanisa yako. Chukua enda store. Kuchukua gunia na uchukue roho mingi, ukuje uweke. Ukikaa kidogo unaona the same person nimemwona kwa Kanyari, ndio ule amekaa kwa ile mstari ya mbele. Kanyari akipokea condom. Sasa unasema ukikaa kidogo unamsikia ako na Uganda kwa Kakade, ako huko mbele. Wakenya wakiambia wasimame, unaona ndio huyo, unamwona anatembea na miguu yake imebodeka, anatembea. Alikuwa kwa Kanyare, mguu bado imebodeka. Alikuwa katoka, ukikaa kidogo unamwona kwa baba yetu hapa Matuta, bado ndio huko. Amegaragara sasa, amegaragarishwa. Mpaka mtu unashindwa kinyajwele ni amunyo kile kugaragara. Akiwa gotire na roho. Kwathi kwa nganga gotire roho. Athi kwa waringi gotire roho. Athi kwa Gakande gotire roho. Si uende kwa store ya roho. Waambie wakuuzi, wakupatie kama inapatia nango for free, ama kama ni ya kuuzwa, wakuuzie. Ende ufungue kanisa yako, umwage roho, waambie watu roho amekuja. Understand why you are called. Understand the reason you are existing. Understand why you are in this church. You are in this church, one, you are my pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka kunitumia kwa njia kubwa, lakini lazima angeniletea watu wana kichwa gumu kama nyinyi, ndio mkuje munitengeneze. So vumilia nitengeneze, wacha kutoroka. Koki usinitoroke, vumilia. Na ukijaribu kutoroka pale kuna askari wamewekwa pale, watakurudisha hapa mbali. Ndio ukuje uendelee kunisengenya. Na mimi niendelee kushikwa kwa sababu kuna bitterness inakuwaka ndani yangu, itolewe. Na kama huwezi kutoa hiyo bitterness, juko ulia ici mukoragwo nacio, no nginya uri korwo nacio nigetha urute kiria kihaha thiini wako marakara. Mimi ni mtu wa mahasira. Mimi ni komanda. Unajua mimi ni mtu mbaya. Si mtu mzuri. Nikianza kufanya vituko hapa, Kenya mzima itaaka moto. So hiyo kitu lazima itolewe. Na ni wewe ulitumwa kuje utoe. Radhieko. Yoko yaka bagi yako hiyo. Kaa hapa mpaka unitengeneze. Ona nini ndenda nyume riko na ihenya, nejinirwo muno ni mwaki. Nisaidie kutoka jikoni niende kwingine, ndio nipatie madaraka, niwekwe debe hapa, niende nipatane na wewe, utoke ukimaliza kazi yako kuweka debe 1 uondoke, uachie mwingine akuje, na Lilian akuje aweke debe nyingine hapa, na huyu mzee akuje aweke debe nyingine, ndio niwekwe 5 star. Nikikanyaga hapa mnasema ni 5. Huyo mtu ametengenezwa. Ukiona anaongea kwa upole, amenyenyekea, akikwambia no thank you. Si eti ni mnyenyekevu, ni kunyenyekezwa. I am sorry sir. Na kale kama mtu kanamwambia, what do you think? Your head is bad. Kichwa yako ni mzuri kwani? Oh, I am sorry sir. Lakini unaimagine kaka tu na huko ndani ile roho ya na huko ndani yakamugeke kivuvuka inakumbia yakatika nyamukarioge hinyo huo na ando matimenye ni wahinya, lakini kwa sababu ya kuudwa madaraka ile umewekwa inakwambia mwambie I'm sorry sir. So kama hautanisaidia kunitengeneza baba, what are you doing here? Toka kwenda. Lakini ukienda pale utapata malaika Michael atakugonga, rudi tengeneza mtu yangu. The pastor, the apostle hapa, apostle ni apostle wa hiyo neno na achilia. Na wewe ni ya pastor wa nani? Wa apostle. Na iwa nanze. Tiko hiyo lia.
So here I am reveals the purpose of God in you. Here I am inalete ati mimi huyu hapa, inalete wewe kujielewa wewe ni nani. Ukiitwa na uitike, lakini usiitwe na kiondo, uitwe na Mungu na ujue kweli ni Mungu amekuita. Inalete nani? The purpose. That is when you understand ni kwa nini uko kwenye dunia hii na kwa dunia hii unafanya kazi gani. Number 2, kuitwa kunaleta delight in the Lord. Yani msisimuko, the delight. Wale wamesoma delight ni nini? Delight, D-E-L-I-G-H. What's delight? To delight. God being delighted in you. Ilian. Kufurahisha, to be very happy. So God is happy. When God calls you, it brings the delight of God, the happiness of God. That now, a vessel I created, chombo ambacho nilitengeneza kutoka mwanzo, kimekomaa kwa kutumika. Kwa hivyo ukiitwa uitike, ni kumaanisha umekomaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiitwa uitike ni kumaanisha uko tayari. Chombo chenyewe kiko tayari kubeba maji yanayostahili. Chombo chenyewe kiko na wakati wake umefika wa kutumika. Ndio unakuta kila kitu ukifanya kinafanyika kulingana na mapenzi. Maana kichombo kile kimesimama vizuri kwenye kusanyiko inayokubali. Na Mungu is delighted in this. Hallelujah. So when you have the calling, lazima Mungu akue amefurahishwa na the calling. So if you are called and you realize God is still not happy with you, you are not called, you called yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado ukisikia kuna mazito, maana when you are in the wilderness, there are 3 types of wildernesses. There are wilderness ambao is man induced, there is a witness self-induced and God-induced. When it is man-induced, ni watu wanakutesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapitishwa magumu na nani? Na watu. And when it is self-induced, wewe mwenyewe kwa tabia zako na mienendo yako, wewe ndio ulijipeleka kwenye kusanyiko la mateso. Lakini pia kuna nini? Kuna wilderness ya 3 ambao ni God ya wilderness. Katika kusanyiko ya kwanza na ya pili, man and self ina ugumu hata wa kuishi. Chakula inakuwa ni ngumu, mavazi inakuwa ni ngumu, kukaa ni ngumu, kila kitu ni ngumu. Lakini when you are operating on a God induced wilderness, kuna mana na nguo zako hazitararuka, na nguo zako bado. Nyumba yako utakuwa na mahali pa kuishi pazuri. Hapata kuwa pazuri sana, lakini kutakuwa unaishi mahali. There is a place you are living. Nguo zako hazitakosa nguo, dogitarukirwo na chakula hautakosa chakula, because it is God passing you through. So some of us here tunapitishwa mahali na Mungu, alafu tunasema watu wetu ati ni shetani anatupitisha. Si shetani. Angalia, una kanyumba kanakaa mzuri, yes. Hata kama umetandika vikile kitambaa ile tulikuwa tunashonelea maua hivi na shidano, hata kama ni hiyo. Wale wengine, kwa mama wengine ukienda wanaishi kwa sofa set ambazo hazihitaji kitambaa, zenyewe ni maridadi, lakini kwako lazima uwekelee, ufunike, ile ya kushona na crochet, umefunika hapa, umefunika kwa ukuta, umefunika, unafikiria ati ni maridadi, umeweka kwa ukuta, lakini kuna shimu umeziba mzuri. It is okay, you are living in a house. Hata kama guo umevuruta imepanda juu kidogo, kwa sababu ina kashimu hapa juu, umevuruta ndio ifunikwe na hii ingine, it is okay, uko na kaguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama unakula chakula haina roiko, chakula haina nyama, ni sukuma, ni murenda na managu na terere na ugali, usijali, at least you have something to eat. Lakini wilderness ulijipeleka haina chakula. Ukiona kwako nasi kumekosekana chakula, wilderness ambayo unaipitia ni yako, Mungu hayuko. The basic must be there. God will take you through a process. Tuchakula utapata, kangua hata kama ni mtuba kako, kakiatu hata kama ni kakuoba kako, yani things that will make you comfortable as you are passing through the test of God, you have. Lakini usikie odo agai
Ye maundu guku ni mandituheire. Ye nginya gya kuhe ciana gya kuria. Ndire. Nyumba ni kuhingwo irahingwo ndina umuthi tu na rucio nyumba ni kahingwo. Kinya na mai twataha mai marui na mai macio marui ni hoja rue ithugumaga. It means you are alone. You are not with God. Uiguite ginya urataha mai haria njeru ithugumaga. Ni matharau makirite gukinywo ni nguku. Mwathani awaco. Ni matharau moru kuma iguru. Ririo kona ni waga gya kuria na kanyumba ni kahingwo na nduri na kindu wina thina kuri Ngai. Thina munene. Nuri wakoni uraria no korwo uraria nduma na turungi. Ngai hamwe nawe. Mungu ako pamoja na wewe. Wakorwo ndurekera kiraka guo ona kana no ikire kiraka no kine guo ni kirahumbira mwiri. Still God is working with you. Don't cry. You are almost there. Sikiliza. Wao watu wanani wa Israeli walizunguka miaka wapi walisikia walibadilisha nguo. Weko ndio waigire mashajirie nguo. Yani nguo zao kwa mwili zilikuwa zinajiongeza. Because God was working with them. Mana ilikuwa na wakijaribu kuweka inaoza. Mana was still there. God was still working with them. But diria ukaigwa my dear sweetheart. Weta kwa darling. Dio kaigwa tarundi ukuhuro ni atumia goko ni wetwa darling. Nuko no egwekirite makofi gikofia gya ukago seduce apostle. Naigwa etirwo mbere ya kanitha darling. Kwemekora ituraga wira ucio guku. Take delight in the Lord and he will give you the desire of your heart. Take the delight. Be happy with God and he will give you every desire of your heart. Bwana Yesu asifiwe sana. Hey, commit your ways to the Lord. Trust in him and he will do everything that you do. Commit your ways. Don't worry. It might be so difficult. Yani unahubiriwa hivyo na kuhubiria unashindwa mahali kakona shetani amekuweka. Kale kakona hata Mungu mwenyewe amekuweka. Unashindwa huyu apostle anaelewa kile na niapia. Ninaelewa. Mimi nimewahi kukunia kwa kitanda. Mimi nimewahi kukojoa kwa kitanda. Nilikuwa na depression, 7 years depression. But God still saved me. Sikuwa ilala nje, nililala kwa nyumba. Ninakunia kwa kitanda lakini nilala kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikulala nje. Sikulala kwa mtaro. Kaguo hakakularuka. Hata kama kalikuwa na mafi, hakakularuka. Bado kalikuwa kaguo, kalifunika uchi wangu. Niliiba, Mungu alikubalisha, kanipatia uwezo wa kunyemelea shamba za wenyewe, naiba usiku na kula sukuma. Bado Mungu alikuwa na mimi. Teko dola dale muishi. Te apostle, urada kuga atia. Te muishi Bwana asifiwe sana. And that is what we call the blessings of God. When you delight and you commit your ways to the Lord, trusting in him, and he will do. Let us look at the book of Psalms 37, verse 4-6. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like noonday sun. Are we there? He will make, when you delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. When you delight who? In the Lord. He will give you every desire of your heart. Atakupatia. Commit your ways to the Lord. Every way you are doing, commit to the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Trust in him and he will act. Just give your trust in this God. He will act. He is God. He is faithful. He got the power. Akona uwezo. He will make your vindication shine like the light. Yani hizo vitu zote uliwekelewa. Hizo vitu zote walisema ni wewe. Hizo vitu zote walifanya wakasema, and the justice of your cause like the noonday. Yani kila kitu kitang'aa kama jua la saa 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Only if you delight in the Lord. Just delight in the Lord.
That is what we are saying. When God is delighted in you, everything shines in your life. Wakati Mungu anajua sasa kwa ule mwito alikuita nao, unang'aa, unakuwa una shine, kila kitu chako kinafanyika jinsi alivyotaka kifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah, tuko na wewe. Number 3. When God says or asks, who shall I send? It is a heavenly call. It is not an ordinary call. It is a heavenly call. Because God has seen it so. It described Isaiah's call to serve as God's prophet in response to a powerful vision. When it is a heavenly call, it is a very powerful vision. Anything that emanates from God, that call, iyo mwito, it is heavenly. Meaning, whatever you are carrying is not ordinary. Whatever that is in you, it is a very powerful call, a very powerful vision. It is a heavenly vision. And in this vision, it is empowered to produce the real person God had an intention over. When it is heavenly call, nobody can stop you. They can run away from you, all of them, but still you will win. You will be speaking alone, and the things will be working. You will be doing things alone, and the things will be working. And every person will be thinking, kwani hawa ni watu wagapi? Mimi nilikuwa nafikiria ni watu milioni moja. Hii kazi inaweza kufanyika na watu 1,100,000. Kube, God has empowered you and given you a very special way of doing things, a very special touch on things, a very special thing that is supposed to be made. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important thing. Understanding. When you understand a call, you must know it is not just from the people, but from the heaven. This vision started when the king Uzziah died. For you to be able to understand that it is a heavenly call, there is something that was in you ambayo ilikufa. Ulikuwa kwa bao ukikunywa kamunyweso, ukasikia kamunyweso kamekataa. Na ukasema sasa wacha nitafute Mungu. Uzia must die. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima Uzia akufe ndani yako. Lazima Uzia aishie, atokomee in your life. For you to know the call that is in you. Mimi lazima Mungiki ingekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ingekufa. Na nilingangana isikufe, ikakufa. Because a heavenly call ilikuja. Na ilipokuja, lazima kile kilikuwa ndani yangu kichomolewe this aside. So when God is calling you, for you to know that it is a heavenly call, kuna vitu ulikuwa unafanya, ulistop. Kuna vitu ulikuwa ukiogelelea, mahasira ambayo ulikuwa nayo. Ukiona bado uko na hasira, bado heaven has not called. Ukiona bado uko na tu hiccups twingine kutokana ambazo wewe mwenyewe ndio umetupush kwa sababu ya ego, kwa sababu umejisetia, umejipangia standard yako kule juu. Lazima mtu apande afike kwa hiyo standard yako juu. Wewe bado tafuta kifo. Hata wewe unagea ujiulishe ukufe, tuseme nimekufa. Hujaitwa. Hiyo call ni ya neighbor. Ulisikia neighbor akipiga bibi yake akasema, "Ah!" Na wewe ukaitika. Hujaitwa. Mwambie mwenzako kama bado kama tabia za zamani bado ziko na wewe, hujaitwa. Doleto. Nene iba nenya uyane be yagabe. Wow! Alafu ukashikanisha na jina yako, ukasikia ni kama jina yako na ni kipuzi kiliongea. Nimeua watu roho leo. Let us look at the book of Psalms. 1 Samuel chapter number 3. We start from verse 4. We go usikuwa kitoa tuendeleze tu pole pole. Verse after. Then the Lord called Samuel, and he said, "Here I am. Oh, people that have been called by God, there is one thing synonymous with them. They know how to answer God.
Hallelujah. They know how to answer God. They say, here I am. So they must identify the position. Mahali wako. Here they are. Gai. Okay. So you being able to identify ni wapi unastahili kukua. Because mahali unastahili kukua ndio sauti inatokanga. Haitokangi mahali haustahili. Haitokangi kwa neighbor, inatokanga mahali unastahili kukua. Mungu hawezi akakuita ukiwa kwa neighbor. Musa alikuwa kwa Farao, lakini lazima angetolewa kwa Farao mbio na kwa ubaya. Wakipanga kumumaliza, akatoroka mpaka akaenda akakutana na wasichana wa Jethro, akawasaidia kupigana na kijamaa kilikuwa kinawazuia kukunywa kuchota maji. Kutoka hapo wakafanya urafiki, wakampeleka kwao. Alipofika kwao, Jethro akamwambia nini? Ndio kachuge kondoo. Nasikia mtu nini roho, sani ni roho. Akatuma kwa sababu huyu mzee alikuwa amezaa wasichana peke yake. Akaona kimvulana kimekuja. Akamwambia ndio kachuge ng'ombe. Kumbe si ng'ombe alikuwa anachuga. He was supposed to be where God was going to speak to him. You must be where God wants to speak to you. Not every place God can speak to you. When he sent Abraham, alimtuma Abraham akamwambia nenda kwa mlima Moria, mwende ukamtoe mwanao sadaka. Lakini ukifika kule kwenye mlima kuna sehemu nitakutuma. Alipofika pale alikaa siku 3. Akaongojea atumwe. Kisha macho yake siku ya 3 yakafunguka. Akaambiwa ni pale. Alipoenda pale alikutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee baba. And ran to Eli. Sikia sasa ujiga ya Wakristo ile tutakuwa nao. And ran to Eli and said, here I am, for you called me. Yeye kumbe hakusikia ni Mungu, alifikiria ni huyu kijana anaitwa nani? Eli. Akakimbia kwa Eli akamwambia, noajeta, ndoka. Na watu wengi ndivyo wako hivyo. They have been called, but you are still stubborn. You don't know how to respond to God. Most of us have been called to serve, but are still seated there. Bado umekaa tu unaongojea mpaka ukuje uone Mungu. Sikila mnataka Mungu akuje mwenyewe. And he ran to Eli and said, here I am, for you called me. But he said, I did not call you. Lie down again. Who? So he went and lay down. Lie down again. Bwana Yesu asifiwe sana. Dio komi orote rigi. Ndivyo nasema katatibu bwa. Dio kome orote. Kama ulirodo uliambiwa mimi ndio bwana yako, enda ulale uote tena. Ikikuja the same, tena ulale uote tena. Tiko kakodanganya leo nini? Hata nilituma kwa hii huduma, Mungu amenituma. Ukuje kufanya nini? Umekuja na condition, umekuja na nini? Ndio tu, yes, umetumwa, ulitumwa kuja kufanya nini? Mungu alikutuma kuja uoshe choo, unataka kuja kuosha madhabahu hapa. Utasikilizana na Mungu kweli? Hata kukataa. Maana alikwambia kwa sababu ya umang'aa yako aragotumire ukiothambagia kioro. Tondu ire na tondu Ngai niwe guko niko andu mathia kioro oru guko. So he will send you there. Ndio urekebisha watu waendage vizuri. Koki. Yes, tuendelee. And the Lord called again. Then Lord amesikia Eli amemrudisha. Then he was there and he called him again. Akamwambia Samuel, Samuel. Got up and went to Eli again and said, here I am, for you have called me. But he said, I did not call you, my son. Lie down again. So kusikia sauti, wacha kukimbilia hapa kutusubua. Ata taiguire na mugambo, nie taiguire na mugambo deto ni Ngai. Nie de Ngai taiguire. Ajetire. No. Understand when God calls you and when you are calling yourself. This man was being called by God, but he was unable to know that God is calling him. He was unable to know ati ni Mungu anamuita because alikuwa na vitu mingi, masegenyo mingi, masugumuso mingi, mehe nyingi, kila kitu mingi. You don't have time to sit down and identify the voice of God. So wakati Mungu anaitana, wewe tu kwa sababu ya mehe mingi, unasikia tu ni mama yule neighbor anakuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Now Samuel did not yet know the Lord. So many of us, we don't know. Tuko hapa tuliitwa na uliitwa kuja fanya kazi nyingine na umekwamilia kwa ofisi ya mwingine.
Uliitwa kuwa mtu wa kupanga viti pale ama wa kufanya kule kwa studio, lakini sasa unataka kukuja kuwa sekretari yangu. How? You need to understand why God called you. Na Mungu alipokuita, alikuita ukuje ufanye nini? Wacha kujifanya special. Wacha kujifanya mtu wa maana. Stick to your position. Sit in your position. Understand the calling. Understand he has called you. The Lord called Samuel again. And third time. And they said, got up and went to Eli. And he said, here I am. Mara ya tatu bado. For you called me. Then Eli perceived that the Lord was calling the boy. Ndio mzee huyu akagundua kimundu giki ni Ngai uragita. No gitire kiramenya ni Ngai uragita. Could you be the same person? Could you be that person? God is calling you, yet you are not hearing. Bado hujajua ni kuitwa naitwa. Bado hujajua, umeng'ang'ana tu, umekauka kama Msomali akiuza miraa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Therefore Eli said to Samuel, go lie down, and if he calls you, akagundua keke kilimo kia mundu gitire kiranyita maundu. Unang'ang'ana na kazi gine, vacha kazi hiyo unang'ang'ana. Sit down and hear the voice of God. Akamwambia, therefore Eli said to Samuel, go lie down, and if he calls you, if, underline that word, sema if he calls you, sema me, sema if he calls me. Hii ndio mjue, muache na upuzi ya watu wa present worship, muache upuzi. Ni kuitwa mumeitwa. Stick to the calling, perceive, push. God is going to use you in a mighty way. Lakini sasa mnakaa hapa, ile kitu mnaangalia, tokole kwa pesa shigana. No. Mimi Mungu kama hajanipatia pesa ya kuwapatia, siwapatii. Kukunegera ke, negweti na agia kunegere. Sitakupatia, nitakutolea wapi? Mimi hakuna kazi yangu mnafanyaga hapa. Kana mshirika nini mnalutira? This is not my work. Mimi kwa nero kai. Hapa ni nakujaga, hata nakujaga na kutaka kumefugwa na kaa hapo nje nauliza nani yako na kifugu? Na birieta na bujubuju wako wapi? Ati yako city study. Mpigia simu yake haiedi. Natoka hapo naenda kwa hoteli pale na ngojea buju akuje afugwe. Maana hapa ni kwa mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Akamwambia, therefore Eli said to Samuel, go lie down, and if he calls you, you shall say, speak. Naona siri? Kutojua kuelewa. Sauti ya Mungu inapotoka unafanya nini? Eli akamwambia, nenda atakapokuita tena, umwambie Bwana niko hapa, sema. Niambie nisikie. Niko tayari. Naye Musa akasema, here I am the Lord. Sema unatakaje? Abraham akamwambia Mungu, niko hapa baba, sema unatakaje? There is a communication language of you how to communicate with God, and only for those who have been called, or they are being called, or they are prepared for that job. Si watu wote mtigadhi kwaje korota kukumbuka. Havana. Ukojea usikie sauti vizuri. Hapo tubia yao anaigwa. Nimati kama sauti. Niacha, si nikwambia itaondoka tu, ni shetani alikuwa anakudanganya. Sasa uangalie ungeharibu boma yako, uharibu kazi yako, na ni shetani anataka kukuharibia tu. Ungeadhire kondo kogogea tiro demoni, oikioja, onyugutanioja. Nuokire kondo kwega. Yes, huyu angepigwa. Huyu alikuwa anasikia sauti ikimwambia Dora ndio bwana yako. Ni sauti na ni mashetani. Kwa sababu inataka kumumaliza. Na hebu naye aende atangase huko, Bwana amesema Dora. Alafu watu wa magazeti wakue huko waseme kuna mama huko Kiambu anasema ni Dora. Na mimi nitoke hapa niulize. Kwa hivyo alafu yule anafikiria ndio yeye amechaguliwa, na yeye aende mpaka Kiambu kuangalia. Ningetumia kireko kile kiralia. Akisibuli nipatia katafiki kazuri kakuenjoy. And calling as before. And now the Lord came and stood there, calling as before, Samuel. And Samuel said, speak, for your servant is listening. So you must have a listening ear for God to speak to you. For you to hear the voice of God, you must have a listening ear.
Sio hiyo yenu ya kusikia vitu zenu, sio hiyo yenu ya kutaka kuota na unajiotesha ukijiota. Unakuja hapa kusema neliki kina nikaka na higoro nikaka. No, you must have that for you to know, to discern that this is God. Si ukilala tu nyumbani bama, si ukilala tu nyumbani. Acha jichakamushe kidogo. Hata kama umeboeka, najua sijui kusema hiyo pokea. Amka tu, acha kulala. Dikiria kiwe kina fata muno muturire-ini waku. Safari ngire othe uthiite kigo gya kukiha. Na nikiona komanya nakwira koma riu. Unaigwa sauti waigwa niki. So it says, uyu tena ametoa. Then the Lord said to Samuel, see, I am about to do something in Israel. You see now, because amepata, before he did not have a listening ear. He had and to you to know that God is speaking to you, you must have a Lord, a godly listening ear. Bwana Yesu asifiwe sana. A godly listening ear to be able to discern, is it God or is it the devil? Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, then the Lord said to Samuel, I am about to do something in Israel that will make both ears of anyone who hears of it tingle. Huh? Kutingo ni nini? Huh? Kutingo ni nini? Kutingo ni wewe walaumile dhukuru. Kuraraka. Kuraraka. Kutegerenya. Kiswahili unasemanga kutegerenya. Yani I'm about to do something. Like he's about to do something here in Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. God is about to do something here in Kenya that it will make every ear to tingle. Wacha hivyo mnaona majenzi wanatokelezea. Hawa ni watu wametokerezewa na kitu ambacho hawakielewi. Lakini very soon, inasema bingu, what? Bingu. Ghafla bingu. Ule mtu ako na kafuriji kadogo, utafute kafuriji kakubwa. Weke morenda huko. On the day, turudi hapo nyuma kidogo baba. 12:11, Then the Lord said to Samuel, akamwambia Samuel, see, I am about to do something in Israel that will make both ears of anyone, both ears, not one ear, both ears. So to hear the voice, it must come from the both ears. Sio kusema ategoto kwa modho, lukwa jigwa na kwa wega, goko koge jigwa, nego majigwa, au kamweko. No, it must be from the both ears. That's Israel will make both ears of anyone who hears of it to tingle. 12, please. On that day, I will fulfill against Eli all that I have spoken concerning his house from beginning to the end. Sasa angalia maneno hapa venye imekuja. Eli ndiye alikuwa anaambia huyu mjamaa si uende. Lakini siri imetoboka hapa. Siri imekuja that on that day I will fulfill against who? Eli. That day, that is when Eli atajua hajui. Lakini kumbuka message zote zinapitia. Unaona umanga ambao tunakuanga nao mwingi sana. Kumbe message ambazo za kukupiga zinapitishwa tu kwa macho yako. Zinapitishwa tu. Maana Isaiah alikuwa anamwambia, "Usiende umeniita." Angemuuliza, "Sijue kama ni Mungu tuende na wewe tusikie." Lakini zilipitishwa hapo. 13 please. On that day I will fulfill against Eli 13. For I have told him that I am about to punish his house forever for the iniquity that he knew, because his sons were blaspheming God and he did not restrain them. He was told. We have been warned. We have been told by God that what we are doing, we are blaspheming God. And therefore God is ready, ako tayari, to punish this country, Kenya.
The sons of Kenya have been blaspheming God. The sons of Kenya wameuza Kenya kwa Freemason, wamepatiana Kenya kwa watu waabudu wa shetani, wamepandisha bendera ya LGBTQ, wameweka. Ndio naona hapa Kenya agency wametokelezea, wanasema watakuja kanisani kukaa. Ndio naona watu wengi hawakuja kanisani kwa sababu walijua agency wanakuja. Si unaona? We have blasphemed. That is why we are going to face the judgment, the punishment. Kenya, prepare. Kenya, prepare. Mutafinywa. Vikundi vitainuka. Over 22,000 army that you don't understand who they are. Wata invade this country. Grupu moja si ndio hiyo mmeiona? Majensi. Igine mutasikia imekuja na jia tradition. Na itakuwa strong. Na itawababaisha, itawafinya. Igine mutasikia imekuja na jia Kiislamu. Itakuwa strong na itawafinya. Igine itakuja kupitia kwa Attorney General. Itasema mkiabudu lazima mfanye hivi. It is an army. A very strong army. From next month, things will be working like fire. Itabaki tu mageneral, makomando. Ndio Mungu amekuwa akiwatrain hapa. Mkaushwe. Mkae sura mbaya, sura ngumu. Mkae kama Koki hapa. Akikuangalia hivi, unajua Koki akikuangalia na jicho hivi unaondokaka tu pole pole, haukuage na story mingi. She's a commander. Lakini si mayai. Bwana asifiwe. An army has already started operating. A dangerous army. Because the Pharaoh of today ataendelea kukauka na kukausha. Amekuwa already cloned. Do you know how to be cloned? To be cloned is to be put as an insertion that you are no longer thinking. It is thinking on your behalf. It will trigger the fire. Kutoka kesho, ile moto utaona hapa, kesho kutwa hivi kwenda hivi, utasikia Wajaluo sasa watajitokelezea. Wale wanakujaga wakiruti batuka watajitokelezea. Wakikuyu nao utasikia na huko dai dada ya gaidai. Watu wa Maoria Mawararo utasikia boom 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 boom. Utasikia maneno itawaka. Na nyinyi mkae, you delight in the Lord for you to hear, because the 2 ears that hears will tinkle. Are you with me? Turudishie tu hapo, tuendelee. Therefore I swear to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be expiated. Ni expiated. Ni tunafanya hivyo by sacrifice or offering forever. He has been sinning and running to the offering. Sinning and running to the offerings. Now it has been cancelled. Hiyo maombi mlitudanganya nayo mkaigia, hiyo sasa imekuwa cancelled. Kila kitu mmetuletea wahubiri kutoka Ulaya, wamekuja wametuletea miungu zao, wametuachia hapa. Now we are no longer worshiping the true God, we are worshiping idols. Therefore, twende hiyo ingine baba, verse 15. Is it there? Tuko na 15. Samuel lay there until morning. Then he opened the doors of the house of the Lord. Samuel was afraid to tell the vision. Unajua hata sasa mimi nasikia afraid. Si hata mnaona nasikia afraid. Kuambia what is going to happen from Tuesday going on. And then mtulie nyumbani, mgoje, mtaona kwa view sasa. Na muombe. Kanisa muombe. Hii mambo yote target ni kanisa. Hii mambo yote mnasikia hii, hakuna jinsi hawajasoma finance bill. Wewe kwa sababu ulisema utaki finance bill. Ni nini imeandikwa? Nikikia decade of finance bill. I don't know.
Sijasoma. We nä indo iria ikwendio mwaka å yå iria tå kå gå ra magoti marä a tå kå ruta mwaka å yå indo cia mä gå nda nä indo nyingä kå rä na igoti rä a ngari. hatuelewi. Hata Ruto mwenyewe hiyo kitabu hajasoma. Ruto mwenyewe budget committee, chairman wa budget committee anaitwa nani? Ako kamutu ka kwetu Moro Kuria. Kaliambiwa kasome, hata kusoma majina kalishindwa kumaliza sentence. Maana haikuandikiwa hapa, iliandikwa na watu wanaitangwa World Bank na IMF chini ya ulinzi wa watu wanaitwa Freemason. Hata Ruto hajui. He is supporting what he doesn't know. Mimi mwenyewe napinga, sijui ni nini. So is this not an enemy, an animal imerushwa kwetu ndio cause discord tuanze kupigana? Tutapigana without understanding what it is. Nobody knows. Hatire niwe kila hetu kilio. Unajua si walipitisha? Unajua ni nini walipitisha? Haujui. Unajua ni nini kilitolewa? Maana kuna vitu vilitolewa. Sijui, mimi sijui. Lakini hiki kitu kitafanya tutalimana. Kenya might go for an early election. Jitayarishe, kama hauna kadi enda register. Tuendelee tu baba. No ijaragia rogo muko gwake kiaragia wanae. Moka amenya ndire wana. But Eli called Samuel and said, Samuel, my son. He said, here I am. Na sasa amejua kuongea. He said, here I am. Tuendelee baba, tuende haraka. He said, what was it that he told you? Kwa sababu alijua hapa kuna shida. Kama mtu mwenye ako na Elio, kuvuta Elio, anajuaga kuna kashida. Sasa huyu hakujua. Anamwambia, what was it that he told you? Do not hide it from me. Ana sense huku kwenda dhina, kuna matatizo. Huyu ukiona Mungu ameanza kuongea na mimi, ameanza kuongea na huyu, basi kuna tatizo. Don't hide it from me. May God do so to you and more also if you hide anything from me of all that he told you. Mimi sasa ameanza kuuza viticho. Sio ni wale wanataka wahonoki walokole, wale kuna experience ya kujua kukuintimidate. Na sasa amemuuzia uoga. Usiponiambia ukweli, hivyo utanidanganya. Naye Mungu akutendea hivyo. Alijua hajui kuongea na Mungu, hakuwa anajua ni Mungu anamzungumza, kwa hivyo anajua huyu jamaa hana experience. Ndio unakuta watu kama Warugi wanajikuta kwenye magari yo mingi sana, because mimi sijui mambo mingi, mitego mingi ya hawa watu sijui. Sina hiyo experience kubwa. Ile ka experience kadogo natipendeke na mtu kama kwa kile mwambia hadi yaga hata ananiambia hapa kuna shimo imechibwa. Sasa huyu msee alikuja akamuuzia uoga. Usiponiambia ni ukomenya, naye Mungu atakutendea mabaya. So kijana so Samuel told him everything. Kwa uoga Samuel told him everything how vile unagodile na dekwira kwa mwile. Ndio tunaitangwa sisi ni manabii wachanga, si ndio? Kwa sababu kuna mambo mengine tunaongeaga tunaambiwa. Kuna mtu alinipigia simu akaniambia, hii maneno unaongea ni mzuri, lakini usirudi kuongea sana. Sasa namwambia niongea aje? Sikuja kwa sababu sasa anataka kuniambia Mungu akikwambia ukuja tu utuambie sisi tuseme. Kwa maana Biblia inasema, kwa sababu aliniambia hauna experience ya kuongea. Kwa hivyo ukisikia jambo Mungu anakuambia ulilete kwetu. Ulilete ndani kwetu. So na sisi ndio tunalitakasa, kwa maana tukilitakasa liko na nguvu. Sasa nikashindwa, kwani Mungu hakuwa anawaona mko na nguvu? Awatumie nyinyi. Akaona sio nishindwe. Hawa maeli. So Samuel told him everything and they hid nothing from him. Then he said, it is the Lord. Let him do what seems good to him. Mwana sasa makasiriko imeingia. Akaigishia Mungu makasiriko. Basi wacha ndiage kioleka. Na kaza kutembea kama Mugikuyu ule wanaita kwa Kiawa. Kaza kutembea. Najua Makiawa wanaendaga hivi.
Nani alikuwa kiawa hapa? Nani amewahi kuwa kiawa? Na mkono juu. Kiawa kama mimi? Hakuna. Matiki yamo kona iguru. To hakile kiawa. Wewe nduli kiawa. Nduli kiawa. Silikuwa kiawa. Hauko tulitoka. Tulitoka hata wale unaona waimbi pale wengi wao walikuwa makiawa. Sasa unaangalia pale unaona kama unaonwa. Unajua kule unaenda ni mweki na wako shamani na makiawa. Hakuna kitu watakufanya. Kama mimi hawajanifanya, mimi na walipuaga life. Mimi ndio nilianzisha hiyo kitu. Ni mimi nilianzisha na mimi ndio nakwambia hiyo ni shetani. You are worshiping the devil. Wamesikia? Wamesikia? Saitani. Hata mimi nilikuwa mbaya. Kidu kiorupio. Sasa ni nini hiyo nilikuwa nasema? Imagine. Imagine nikisema hii ati. Ayan. Ungelikuta mpaka mapua yangu hapa ilikuwa imeondoka. Najua hiyo tobacco imewekwa igata. Igata ni nini na Kizungu? Magadi. Ilikuwa inawekwa na magata. Sasa hiyo magata inachoma huko. Na watu wote wanavuta tobacco wako na shida ya kifua. Sababu inaendaka mpaka kwa kifua. Wote wako na TB ama wako na magonjwa ya kifua. Lakini mimi nilikuwa mjaja. Nilikuwa nashika hivi naekelea hapa na paka hapa na nakupaka hapa. Sasa nikienda unaniona tobacco imehang hapa. Karo, iko wapi ile kitu? Si ulete. Leteni hiyo kitu. Si unaelewa naitisha kitu gani? Asante. Yule mama naona ukuja. Ule wa wheelchair. Oka. Niendeleta. Nimemaliza mahubiri. Fugeni vitabu sasa. Namalizaga hivyo. Sinaga formula. Ndio yaga na experience. Hata kukalisha na wazee chini mavudilie. Lakini imekuwa mzuri. Umeunderstand kitu? Simunipigie makofi. Unasema kuja hapa. Tadora. Dora maitho maku. Niangalie. The mighty name of Jesus Christ. Every demonic power, every force of darkness, all the forces and powers of the devil, out! Na watu wa media mnawacha mpaka tumnamaliza. Sio kunitoanga online wakati tunafanya. Kwani mko against nini? Deliverance. Unawacha fungua. Akwa bibuju. Bujuka. Karo, sasa unangoja nikuite? Buju. Mungu amekukumbuka. God has remembered you. Tulisema tununulie Buju. Karo, kuna kitu huku nunua. Kwena kitu tanagura. Na nikio pesa shironi watigariro na besha. Kama shini kala kala kutangia. Ino ni yako vacuum. Hii ni ya kuosha carpet. Nikio ni watigariro na besha ginyora makora ligo ni ciake. Enda ununue nini? Sasa hii kuna ile ya kuosha. Hii ni ya vacuum.
Simu connect. Wewe baba, sina unanga unakuwa na haraka haraka kufanya maneno. Connect haraka. Tuone kama Buju amepata kitu. Buju. Banton. Sasa hii ndio huduma. Hii ndio tunachaka, tunasaidia mtu mmoja. Sasa haka tumekatoa kwenye poverty. Unajua kushikanisha? Unafikiria hii ni bunduki? Najua kama mtu kalikuwa kanafungua AK47 kama kamevuga macho kanaitoanisha hivi. Huyu ni mwizi wa magari. Alikuwa mwizi forma. Huyu akikukuta kwa barabara, mami wacha hivyo najifanya mzuri hapa. Unalala chini kivudifudi. Ukiangalia hivyo na unaangalia chini. Yes. Sasa wale watu wako na carpet, muanze kuitia Buju kazi. Lakini hii tutakumanage. Mimi najua uko na weakness ya pesa. Tutakubali tukumanage. Because you have a problem. Nilikuwekea account yako shilingi 10,000 siku moja. Within 30 minutes. Hakukua. Alafu nikajifanya nikamwambia Buju, hebu nisaidie moja. Akaniambia hana. Nikamuuliza umepeleka wapi? Ati nimesaidia mabeste wangu. Sasa hiyo ingine mtaendea. Hiyo ya kushika inawasha kape nini flow kama hii inaguruma. Nini? Sasa Buju, ukianza kubadilisha laini ya simu, ukianza kupokea tu simu ukiambia Buju, najua Mungu alikuwa amenizungumzia. Ni wakati ulikuwa hujafika. Ngoja. Unaona vile kananyonya? Hivi ndio dhambi zinanyonywa. Umaskini kutoka kwa Buju imenyonywa. Utajirike. Ukuwe na kampuni kubwa. Sasa thank you. Semena sasa? Iko na hiyo. Kweli. Ya nini? Si umuzime basi mweke. Sasa nyinyi mnaona na mtu wapi? Weka hii ndani ndio ibebe chakula yote. Ile chakula. Amechanganyikiwa. Wekelea hapo ndani. Hivyo. Hapo hivyo. Si unaona wanajua? Chumba gani? Nini? Hii. Aje. Hebu kuja. Kuja tuonyeshe. Unajua Buju tumetembea na yeye kutoka huko. He has been a faithful servant. Amekuwa hapa, yeye ndiye amekuwa kiosha hapa. Mnakuja na matope zenu za red za blue, mnaweka hapa. Mnaachia Buju. Mnarudi kusema hiyo kanidari. Korona geko. Sasa na Buju ana viatu za kuleta red nini? Fundisha yeye sasa. Moni. This is your son. Pigia Buju makofi. Yes, Sinaona sasa imeng'ara. Good. Sasa Buju utajirike. Sasa nataka tithe kuje, tithe mnono. Unasikia? Mungu akubariki baba. Utoke pio, ugure makari. Ukuwe na gari yako imekurambiwa. Buju Banton Cleaners. Yes. Lakini Banton ni banki, si ndio? This is how we do in our ministry. Tunasaidia mtu mmoja, tunasaidia mwingine, tunaenda hivyo tukisaidia. Huyo mama tulimpatia nini? Alikuwa amepatiwa ya Freemason. Mami, sababu unaweza kuniangalia sasa? Niangalie tena. Niangalie. Sasa tuambie.
How has been your experience? Praise God. Nani alikurecruit? Ndio nani alikuingiza kwa hiyo? Nani, what happened? Aje tu. Ni nini wewe? Okay. Kwa majina anaitwa Tresia Wanjiko. Mimi ndio ni sikuwa na wheelchair, lakini kuna watu walikuja kwa nyumba yangu wazungu wakaniuliza kama ningetaka kukua mmoja wao. Nikawaambia sikuambia kitu, lakini kuna mwenye aliwaleta alikuwa wa ploti yetu, akaniambia kama kuna kitu ningetaka wanisaidie nayo. Nikawaambia niko na wheelchair na ilikuwa imevunjika, sikuwa natembea nayo na wala sikuwa nafanya kitu chochote, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa miguu yangu ya kufanya my activity, daily activity. Lakini wakaniambia wanaweza nisaidia. Kwa sababu sikuwa na nilikuwa na hitaji hiyo wheelchair. Nikawaambia nita appreciate sana, kwa sababu nitaweza kuwa natoka nje nafanya activity zangu hata kama ni biashara. But mimi venye waliniletea yani waliniambia kama this week, lakini wakakaa for 2 weeks then wakaniletea. Sasa ile waliniletea, I was so happy, lakini sikuwa najua kwamba yani hiyo wheelchair ilikuwa na mambo zingine. Lakini mimi nilifurahia kwa sababu nimepata kitu ya kufanya activity zangu. Sasa afterwards sikuwa najua kama hiyo kitu ilikuwa nini, kwa sababu ilikuwa so movable, so accessible, yani ningetoka nje nifanye vitu zangu kwa nyumba. Lakini after all venye nilienda kwa friend yangu mwingine akaniuliza, nani alikupea hii wheelchair? Nikamuuliza kwa nini, uoni venye iko vizuri, hata yani inapiga mawe na inapita pahali popote nataka. Akaniambia umesoma hapo nyuma. Nikamuuliza kusoma nyuma wapi? Akaniambia hebu angalia hapo nyuma, hao watu walikupea ni kina nani? Nikamwambia mimi nililetwa tu na wazungu, mimi najua tu ni wazungu waliniletea, na nilikuwa na haja nikaichukua. Kaniambia unajua nini, hebu enda uulize mtu mwingine hiyo maandishi inamaanisha aje. Mimi sikuuliza maswali ama kitu kingine. Lakini kuna friend nyingine wangu alikuja akaniambia, hiyo wheelchair venye imeandikwa hapo nyuma, hawa watu najua kwenye wanatoka. Nikauliza nini? Nimeuliza kwingine tena, wewe tena rafiki yangu unaniuliza hivi? Akaniambia na ukitaka nitakwambia. Nikamwambia niambie ukweli, kwa sababu nimeulizwa na mwingine hii maandishi inamaanisha aje. Mimi nikiona tu Jesus nilikuwa najua tu yani it's a blessing, ilikuwa blessing kwa Mungu. Sasa venye walinipea, huyo rafiki yangu akaniambia hao watu kuna chachi wanakuanga na huo wanavaa hivi na hivi. Nikamwambia walikuwa wamekuja kwangu na wakaniuliza kama nataka wheelchair, yani nikamwambia mimi niko na haja na wheelchair. Sasa hiyo ndio walinileta. Akaniambia hiyo chachi yao inakuanga pahali na inaitangwa Kadevo. Sasa nikawauliza ati Kadevo, na hiyo Kadevo seriously? Na ninajua mpaka kanisa ingine ambayo hata walikuwa wameniambia juu mimi ni mwana yani huwa nacheza. Sasa wakaniambia nikitaka kila kitu, hata michezo nisiendange kwenye naendanga kucheza, niwe naenda kwao, wataniprovidea every equipment ya kucheza nini ama hizo mipira. Hata walikuwa wameniambia wataniletea hizo mipira after kunipea wheelchair. Nikawaambia nitawatembelea nikikuwa sawa, yani nikijisikia siku yenye tuko na game karibuni. Sasa sikuenda. Sasa ulipopatiwa, baada ya kupatiwa, nini niliweza kufanyika kwako? After kupewa, by the way,
vile tu nilikaria hivi nilisikia kizunguzungu. Sasa nikashindwa hii kizunguzungu na ijai nishika ni ya nini? Mimi ni siku nini nikafikiria ni kawaida. Then after hapo kwenda kwa tena kwa kitanda nikaanza kuona ndoto, yani ndoto ambayo sijai ota, yani hata kama ni mtu huwa anaotanga mambo zingine lakini si ndoto zingine. Mimi nilikuwa naota ndoto ambayo kuna vitu zilikuwa zinanifunika instead of blanketi, kuna zile magunyo za black. Hizo ndizo zilikuwa blanketi zangu. Yani unaona magunyo ndizo zinakukaba? Ndizo zilikuwa blanketi. Yani nikifanya hivi halafu nikiamka zinaruka juu. Then after kuamka, yani kuamka asubuhi nikitoa blanketi, alafu nikijifunika tena zinakuja zote na zinanifunika kichwa mpaka hakuwa na nini. Sikuwa naweza hata kupumua. Mpaka mtoto wangu juu analalanga chini yangu ananiuliza, "Mama, ni nini unajipindua aje?" Ninamwambia haki kuna vitu yani naota naona hizo vitu vibaya ambazo mimi sijaiota vitu kama hizo. Ni nini? Akaniambia, "Wewe unahitaji maombi." Nikamwambia hiyo si maombi, sijui ni nini mbaya. Then the following day after kuota hivyo nikakalia hiyo wheelchair. Hiyo wheelchair kukalia tena ikaanza kunivuta nje. Nikiwa kwangu ikaanza kunivuta nje na hakuna mtu ananisukuma. Nikashindwa ni shida ni gani. Venye ndio flashback nikakumbuka kuna watu waliniambia hii majina si mzuri. Mimi nikaziangalia. Nikasema na hii jina na inataja Yesu, how come watu wananiambia hii si nini mzuri? So from there, ndio sababu after hiyo niliendelea na nini zangu activity zangu, lakini haikuwa mambo zangu zikaenda zikiharibika biashara. Hata kwenye nilikuwa naenda kama michezo nilikuwa all the best, yani nilikuwa wa kushinda kila wakati, lakini mambo zangu zilikuja sikuwa nashinda, biashara yangu ikaisha hivyo. Sasa kutoka upate wheelchair mpya, how has been your life? Kuna rafiki yangu akaniambia one day ati kwamba kuna church na hiyo church nataka ukuje ukapewe chakula. Mimi sijaenda church. Sasa venye nilienda, anaitwa Masi. Venye nilikuja mimi sikuwa na kuja ati nipewe chakula. Yani nilikuwa purposely sikuwa wheelchair ama nilikuwa tu chakula. Yani haja yangu ilikuwa tu chakula. Lakini by the grace of God ni kama yeye alikuwa ametumwa na Mungu, ni kama angel alikuwa ametumwa na Mungu akuja nilete ambapo pahali nitasaidika. Lakini since nipate hiyo wheelchair yenye mlinipe, nilishukuru kwa sababu hiyo wheelchair hata nikiingia kwangu yenye nilikuwa nayo nilikuwa naona giza kwa nyumba, na hata yani naingia sioni mwangaza. Yes, stima zimewashwa lakini naona giza. Naambia watoto wangu simuwashe stima, na wananiambia mama tumewasha stima lakini naona giza. Lakini sisi mnipe hii wheelchair, kwangu nimekuwa peace. Yani kila kitu yangu ilifunguka. You are happy. Mambo yangu yote ilifunguka. Hata kuna biashara ambayo nilikuwa nayo hapo awali, at least nilifungua kidogo. Saa hii imeanza kupika. Okay. Lakini by the time being inajua tutaibusi hiyo biashara. By Sunday utaongea maneno mengine mpya. Sindio? Simpigie ni Yesu makofi. Jamani. Na before utoke nataka kukuona. Buju, how is your feeling now? Au unasikiaje? Furahia sana, nashukuru Mungu sana kwa kunikumbuka. Yeah. Amekukumbuka? Yeah. Mpaka mwanya umepanuka kidogo. Yeah. Yes. I'm happy. So, ningetaka hivi, Karo, kwa sababu wewe ndio Mungu ametumia kufanya hii kazi, uchunge huyu mtoto. Na kampuni mliregister? Iko kwa process. Ufanye na kampuni.
Alafu kwa hii kampuni ukubali umanajiwe. Pesa ni yako. No problem. Lakini uajiri mtu sasa. Wewe ukuwe boss. Umesikia? Na utaajiri watu wengi. Utakuwa na zaidi ya watu 100 ambao utakuwa kulipa. Hii ni mwanzo tu. Mashini, utakuwa na mashini nyingi. Utakuwa na gari umebrand jina ya kampuni yako. Amen. Na utapata favor. Amen. Kwa makampuni kama hii, manyumba kama hii, utapata favor. Amen. So ukubali ukuwe managed. Okay. Umesikia? Yes. Usikubali banki ya zamani ikutawale. Sitakubali. Si unajua kichuri kinavuvukaga. Yeah. Na ni kibaya. So ukubali tu Mungu upate management, tukupatie management. Yeah. Manage kazi yako, lakini pesa ni zako. Account ni yako. Kila kitu ni yako. Ile kitu mimi nataka kwako ni tithe. No problem. Na sadaka. Simpigieni Buju makofi. Chukua vitu zako sasa. Eda. Thank you. Hii ndio tunataka. Kuna huyu kijana mwingine alinichora. Ako wapi yule alinichora? Leta hiyo picha. Kuja. Wekelea tu hapo. Ninataka kuianoint. Ziache tu hapo. Kaa ngoja kidogo. Yes. Huyu naye amenichora, lakini amenichora na kasura mbaya lakini alinichora. Na kuna mwingine alinichora na akaenda, lakini huyu alienda na akafaulu, akapata kazi na akaenda sijui ng'ambo. Yes. Wewe kibia. Tuna support talents. Mtu akiwa na ideas, unaona amenichora. Sasa mnacheka nini? Igaya wote kiari we. Si amejaribu? Anahitaji kuombewa. Pigeni makofi. Si unaona kachupa kametengenezwa vizuri? Si unaona we have people we can ambao wako na maarifa. Tunahitaji kuwasaidia. Sasa wewe unataka kusaidiwa aje? Praise the Lord. Amen. Hi, my name is Joseph, and I've been coming here every Sunday. Nakumbuka ule jamaa alikuwa na tattoo hapa. Ule tukasema ako na tattoo na tukamwombea tattoo ziishe nguvu. Ni wewe? I'm the one. Yes. Yeah. Nakumbuka ni wewe. Na sasa ulikuwa umeenda kwa Gen Z kufanya nini? Siko nimeenda huko. Sio ni mambo ya Gen Z. Ni ukweli. Sasa hili kukarimu pesa ngapi? 5,000 plus the frame, creativity and the time and the designs. 5,000 kutengeneza. Sasa ukutengeneza, unataka kutengeneza ingine? Kitengeneza ingine, naenda na buy equipment, hizo boards, threads, na kila kitu. Si peke yake nafanyanga. Nachoranga pia na misumari. Niko na talent mingi sana. Ya kuchora nini? Anything, the logs. Nikitumia bado misumari and the thread art pia. That's the thing that I usually do. Everything is art in me. Thank you. Yeah. Nani anaweza taka kunisaidia kusupport huyu? Na shilingi yako 100, 200. Inua tu mkono, si utoe leo. Si utoi leo. Utaniletea Sunday. Simama tu kwa miguu yako. Kama ungetaka kusaidia hii talent tumukuze. Utaniletea Sunday. Sasa hii itamanajiwa na huyu. Ndio chairman ya wazee. Na hatujai kujua kukana huko. Chairman yule yuko tena hau. Chairman unakuja ka unagurumba kidogo. Watu wanajua wewe ndio sha moto. Kwa hivyo mtamuona utakaa wapi? Utaenda pale tukimaliza. Wewe ambao umesimama upeleke jina yako hapo na useme. Wewe utatoa ngapi? Wewe 500. Wewe 200. 2,000. 200. Wewe
100, 500, 1000, 5000, 500. Yeah? What are 500? 1000. 1000. Yeah? Huh? 1000. Yeah? 3? 5? Yeah? Magana Mary. Mary. Ati? Wewe? 1000. 1000. Najua nasema hivyo a confess. Ndio iandikwe mbinguni. Na wewe? 5? Na wewe? Wewe? Si 200, utoe 500. Ufanye harambee kwetu. Tukusaidie. Sasa kae chini. Mtaona huyu ndio chairman, kuja chairman. Huyu ndio chairman wetu wa kanisa. Lakini anakujwa. Wamama wamekuwa strong kwake mpaka nasikia baridi. Sasa kutoka leo toa mulerato uta. Si ndio? Amjambo katika Bwana. Naitwa Mburu Mwangi. Nimekuwa chairman for the time being, but sijakuwa katika sana mambo ya kanisa. Tunajaribu kugrow up, so msikuwe na wasiwasi. Ndio sawa. Wasiwasi mdogo. Is chairman ya wazee hawa, lakini sasa kutoka leo acha kwetu chairman wa kanisa mzima. Si ndio? Nitakupatia nafasi next time utaongea na wao ndio tutengeneze speech. Yes. Ndio kalele. Nagetegea kugia chairman. Duchare hapana uko enda ukae chini, lakini mna take care of chairman na charity. Wapatwe heshima, si ndio? Ndio kanisa ianze kuwa na mipangilio mizuri. Thank you Carol for what you are doing. Make sure hii Abuju it is under your hands completely, mpaka simame na kampuni yake. Mtafutie mpaka watu kumsaidia na kazi, akuwe na kampuni imeajiri watu. We want to see him having a pickup or a big car ambayo inatembea ikitafuta, na mumsaidie kupata kazi, sababu si kitu anajua. Bwana Yesu asifiwe sana. How are you feeling? Great. Yes. Soon hug. Yes. Thank you. We must to make sure every Sunday tunainua mtu mmoja. Si ndio? So Mungu mnabeba pesa, unajua hii ni ya kwenda kuinua mtu. Ndio naye Mungu akuinue. Itafikia ni wewe. Kule kwingine tutaenda hivyo, tutainua kila mtu mpaka mtu abarikiwe. But you must, lazima utuonyeshe ni nini umefanya. Usikuje ati najua niliota nikaona mkinichagia pesa. Alafu mliponichagia nilianza kusaidia kanisa na nikaanza kutoa 1,000,000. Hapana, tuonyeshe hiyo kidogo ambayo umefanya. Ndio sasa simameni kwa miguu yenu na mulete sadaka haraka hapa na tithe, fungu za 10. Ninataka kujua kila mtu. Nataka kuona kila mtu analete tithe yake. Si leo, lakini from Sunday I want to see every tithe of a person. Hata kama ni shilingi 1. Kuna bahasha za tithe ziko pale. Ziko registered, ni ngumu kama hii. Umeona hivi? Ni ngumu kama hivi. Kuna watu walimisuse last time, lakini inaandikwa tu jina yako, inakuwa bahasha ni yako permanently. Kwa hivyo ukitoa, tutatoa pesa, tena tairudisha pale. Ukikuja Sunday, unaweka pesa yako hapo, tunajua. Tumeelewa? So I want to see every person. Nataka kujua hata kama ni 10 bob. Waigwa? Hata kama ni 5 bob ya tithe, because kila mtu hapa anapataga. Weka kwa bahasha mzee. Tumeelewana? Everybody. Tithe uweke, utoe, isikuje na M-Pesa. Uweke kwa bahasha. Ndio tuweze kujua, because I want to know. Unajua why do we need this tithe? Tithe tunataka ndio tunakuelewa. How do I tunakuelewa aje? Tusimame zote.
tunakuelewa aje? Tunakuelewa hivi. Last week ama last month ulileta tithe ya shilingi 1,000. Kumaanisha ulipata mwezi huo ulipata shilingi 10,000, si ndio? Sasa mwezi huu mwingine umeleta shilingi 200 kama tithe. Ni kumaanisha ulipata nini? 2,000. Ni mwezi mwingine tena ulete tithe ya shilingi 100. Ni kumaanisha ulipata pesa ngapi? 1,000. Kwa hivyo mimi kama mchungaji wako nitakuita ofisini nikuulize why umeanza kudrop. Hii haikuangi ya kanisa. Tithe ni mimi napokea, inakuja kwangu, haiendi kwa wale wa kuhesabu, inakuja kwa nani? Na sasa ndio nitajua mshirika wangu huyu alianza na shilingi 20,000 lakini sasa amefika shilingi 500. Kwa hivyo kuna tatizo, kuna problem. That is the main reason nasema ninataka kujua tithe ya kila mtu, kwa sababu tuko na watu hapa who are suffering. They are completely suffering, lakini hawajui njia ya kujieleza. So for the tithers, nitakuwa na siku yenu, ninakuita na kwambia ni kwa nini naona ulianza na 20,000 sasa umeteremka kwa shilingi 500. Sasa ndio unielezee nijue kuna shida. Ndio kama wewe ni mtu ambaye huwa na tithe, nitarudi kwa huo mfuko wa tithe nikuambie sasa ninataka nikusaidie kazi yako isimame. Nitakupatia shilingi kulingana na venye nitaona kazi yako. Hiyo ndio maana ya tithe. Maana ya tithe is the same, ni kuweka, ni bank account umeweka, ni account umefungua. Ukipatikana na shida nitaunda hapo hapo kwa mfuko, nitakusaidia urudi mahali unastahili kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukuje sasa wewe ni mgeni siku ya kwanza, hata hujawahi toa hata sadaka, alafu unakuja kuniambia uko na shida. Na niko na watoto wengi hapa wako na shida. Nitaconsider wewe ama yule ambaye ni ako na shida? Sasa huyu mgeni amekuja, utamconsider kwa sababu ako na kitu ametuonyesha. We are considering the talent that he has. Buju huyu mtoto tumekaa na yeye. Hajanitoroka, hakuna siku hata moja Buju amekosa kanisa. Hata siku moja. Mimi hata sijakuwa mwaminifu kanisani hii kuliko Buju. Na ni mtu amekuwa mwaminifu, so tutamsaidia mpaka asimame. So I'll be looking at the card. Hiyo muende muombe, muitishe pale hiyo bahasha. Itaandikwa jina yako, permanently itakuwa bahasha yako. Utakuja ukiingia, kama uko na tithe unaitisha bahasha yako, inawekwa. It is between me and you, si mtu mwingine. Mnanielewa? It is between me and you. Nobody else will be allowed to see anything that is there. Anything that is of your details ni mimi niko nazo. So wakati umepatwa na matatizo, umepatwa na shida, ni this me, utakuja nitakuita because I can see your record. Nitajua things are not right, then I will call you. Nikuje tuongee na wewe, nikuulize how do I help you? How can I help you? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu uchumi tumefinywa na kazi na Sakayo. Sakayo nasikia ametufinya sana. Mimi hajanifinya. Akinifinya mimi nitamfinya atoke nchi. Mimi siwezi bembeleza yeye. Hata wakati alileta PV tulingangana kabisa mpaka tukasema. So, inua mibahasha yako juu. Sadaka yako inue juu kabisa vizuri. Inua kama uko ni yako. Acha kuinua ni kama mnikukopa ulikopa. Thank you. Father, Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuabudu na ninakushukuru kwa sababu ya zaka hizi na mafungo haya ya 10 na malimbuko haya. Ukatutendee na ukatuonekanie. Ulituambia tukujaribu, tuone kama hautatufungulia milango na dirisha. Baba, tunakuomba, angalia wametoa sadaka hii, wamekuinulia, wakasema hii ndio nimeleta nyumbani kwako na nimetii. Kawaonekanie, kawabariki, kawafungulie milango na madirisha. Nguvu zozote za giza ambazo zinazuia biashara ya mtu, kazi ya mtu, kutoka leo na siporomoke katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. Leteni hapa kwenye madhabahu. Na kuli wamama tulikuwa
you.